Familia ya Daniel Mutembeyi, mwanamume kutoka Chuka, kaunti ya Tharaka Nithi, aliyeuawa wiki 3 zilizopita, inadai haki itendeke. Familia hiyo inadai kuwa Mutembeyi aliuawa na watu wanaojulikana sana. Wanasema hakuna mtu aliyekamatwa kuhusu kesi hiyo tangu wakati huo, wakisema kuwa washukiwa wamegeukia kutishia familia ambayo inatafuta haki. Polisi walisema watawafuata washukiwa hao 5, lakini hawajakamatwa wiki 3 baadaye. Hawajafanya lolote baada ya kuonyesha picha zao, babake Mutembeyi alisema David Ngai. Nikimnukuu, nataka CS Kindiki aingilie kati na kunisaidia kumzika mwanangu. Hatuna kitu, pesa zote tulizochanga zimepotea. Daniel Mutembeyi aliuawa Machi 19 katika kijiji cha Ngwego, Chuka Igamba, eneo la bunge la Ngombe. Wakazi wa Chuka jana walisababisha msongamano wa magari kuanzia alasiri hadi jioni baada ya kufunga barabara kuu ya Meru Nairobi na jeneza la Ken aliyeuawa wakitaka haki itendeke. Umati huo ulivutia waendesha boda wenye hasira ambao walifunga tena barabara kuu hadi asubuhi ya leo. Hii ingezidi kuwa mbaya baada ya mwenyekiti wa bodaboda wa Tharaka Nithi Mugambi almaarufu kama Kiraku kupigwa risasi na polisi wakati wa purukushani hizo. Kuwepo kwa polisi wengi kwa sasa kunashuhudiwa katika mji wa Chuka, na waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki anasema timu ya wachunguzi imetumwa katika eneo hilo. Nyumbani kwa marehemu Mutembeyi, mzinga wa shughuli ulionekana siku hii ya leo asubuhi, huku kaburi lililochimbwa upya likiwa tupu. Familia hiyo inaongeza kuwa walivamiwa wakati wa ghasia za Jumamosi katika mji wa Chuka. Agwe tanto matano Kenyanjui kere mwankari mutio kwankari hetalo amekoi nyagwa getale mutweri kurundu auga mauni akapigwa na vifua, akapigwa kichwa, wakafikiria amekufa, wakamfunga kamba na shingo. Kutoka hapo Nkweo Kachigongo wakamfuruta na pikipiki hivi, wakamfuruta mpaka mahali kunaitwa Kithioroni, na pikipiki ya mmoja wao mwenye alikuwa ameushika na hiyo uwanji ndio imfuruta ikampeleka Kithioroni, wakidhani amekufa. Hiyo usiku yote akalala hapo akinyeshewa. Wakati kazeni yetu Njero alienda pale, alimwambia hivi, wale watu wameniua, wamenichapa, hawajanichapia hapa, walinichapia huko juu, wakadhani nimekufa, wakanifuruta wakakuja kunitupa hapa. Lakini Mungu kwa maana amwachi wake mwaminifu akampatia nguvu na pumzi ya kusema ni akina nani wamemuua. Watu wengi wameuawa sana kwa hiyo barabara, hawajulikani akina nani wamemuua, lakini Mungu alisaidia huyu akajua ni akina nani wamemuua. Na hiyo wiki kuna mtu mwingine aliuawa hapo Rogote, haikujulikana ni akina nani wamemuua. Sasa huyu Mungu ambaye amefichua hii siri akaleta mwangaza, watu waone ni nani wanauana hapo na wakajulikana. Kwa nini hawachukuliwe hatua? Tunaomba Kindiki, Mungu amekupa neema akakupatia kiti kwa maana wewe ni mtu mzuri. Kindiki, tunakunjua ulikuwa seneta hapa. Wewe ni mtu mzuri na ni mtu wa haki. Na Mungu akaona hiyo uzuri wako akakupatia kibali, akakupa neema. Tupiganie, ututetee, juu sisi hatuna pesa, hatuna nguvu. Nyinyi serikali, nyinyi ndio mko na uwezo wetu. Ukiona watu wa kijiji na watu wa town wakilalamika, wamekasirika na hiyo kitu. Ndio maana jana walituzuilia kwenda kushika mwili wetu. Watu marafiki za Mutembeyi wanaomjua ndio walituzuilia kwenda kushika mwili kabla haki haijatendeka. Na sisi ndio tuliona watu wenye wanatumbaka hapo, tukasema ni sawa, it's okay. Wao ndio watasimama na Mutembeyi, haki yake ipatikane, ndio walikuwa wanamjua. Kwa hivyo kutoka pale ikakuwa hivyo, ilikuwa kwa sababu wale vijana wa Mutembeyi walikataa azikwe. Azikwe kama haki injapatikana. Kitu ambacho naweza omba Kithure Kindiki ni aingililie hii kesi, kwa sababu sisi hatuna uwezo. Tunataka gavana wetu kama Muthomi Njuki aingililie kwa hii kesi bando,
kwa sababu sisi hatuna uwezo mwingine wa kutoa Mutembei huko mahali alipelekwa. Pesa iliisha. Tunaomba mheshimiwa Pato akunje aingililie hii kesi. Sisi wanaweza kuwa wanatuona kama ni familia mnyonge, kwa sababu kama sasa, kama si hao watu walikunja wakasema watakombania haki ya Mutembei, sisi hata tulikuwa tuzike Mutembei na tuachie serikali ifuatilie hiyo kesi. Sasa mimi nasikia usungu sana kwa sababu hiyo kesi injafuatiliwa mpaka saa hii. Na saa hii wao watu mimi sijui manakaa huko kwa nini. Wanataka kunuia watoto wote au